Afya ya akili ni tatizo linaloongezeka kimya kimya miongoni mwa wanafunzi wa vyuo. Je, umewahi kumuona mwanafunzi anacheka na marafiki zake mchana, lakini usiku analia peke yake? Hili linaweza kuonekana la kushangaza, lakini ni uhalisia unaowakumba wanafunzi wengi wa vyuo vikuu. Watu wengi huamini kuwa changamoto kubwa ya mwanafunzi ni kufaulu mitihani. Ukweli ni kwamba kuna changamoto nyingine kubwa zaidi ambayo haionekani kwa macho: afya ya akili. Maisha ya chuo huja na majukumu mengi. Kuna ada, kodi ya chumba, chakula, usafiri, mitihani, kazi za kozi na shinikizo la kutimiza matarajio ya familia. Wengine hujiuliza kila siku, watapata wapi pesa za mahitaji yao? Mzigo huu wa mawazo unaweza kumfanya mwanafunzi ashindwe kupata usingizi au kupoteza hamu ya kusoma. Tatizo ni kwamba wengi huogopa kuzungumza. Wanaamini wakisema wanapitia wakati mgumu wataonekana dhaifu au wasioweza kuvumilia maisha. Hivyo huendelea kubeba maumivu yao kimya kimya. Lakini afya ya akili si udhaifu. Ni sehemu muhimu ya afya kama ilivyo afya ya mwili. Kama unavyokwenda hospitali ukiwa unaumwa tumbo, ndivyo ilivyo sahihi kutafuta msaada unapopitia msongo wa mawazo au hali nyingine zinazokusumbua. Habari njema ni kwamba kuna njia za kujilinda: kuwa na ratiba nzuri ya maisha, kulala vya kutosha, kufanya mazoezi, kuzungumza na watu unaowaamini na kutafuta ushauri wa kitaalamu kunaweza kusaidia sana. Kama una rafiki ambaye amebadilika ghafla, anajitenga na wengine au anaonekana mwenye huzuni muda mwingi, usimpuuze. Wakati mwingine salamu moja, mazungumzo mafupi au kumsikiliza kwa makini vinaweza kubadili maisha yake. Afya ya akili si jambo la kuficha, ni jambo la kuzungumzia ili kuokoa maisha. Na wewe unaonaje? Je, vyuo vikuu vinafanya vya kutosha kusaidia afya ya akili ya wanafunzi? Tuandikie maoni yako. Muandaaji ni mimi, Zena Salum.